yake sasa umeweza. Nimekubali. Yale yote ambayo nilikuwa nikiazani nitayapata kwako ni kweli. I say. Sitasahau. Sasa basi mimi naomba niwahi kurejea. Nadhani Mungu akipenda tutapigiana simu, tutajua namna ya kufanya na vile tulivyozungumza vyote vibaki kama tulivyozungumza. Sawa? Kisha mpaka pale. Mbaona pale. Sasa unataka kuishi hapo kwa sababu gani? Sasa unataka sasa mpaka sasa ndugu zako waje unigundue ndio unachotaka wewe, Basi sawa. Sasa mimi siondoke. Mpaka ufike pale. Ndio na mimi naondoka. Hilo ni sawa. Ubaki salama. Sasa mama, utamsubiriaje mtu ambaye kaondoka toka asubuhi mpaka saa hizi hajarudi? Afu mama yule ni mwanamke, akirudi atajipikia mwenyewe. Kweli mwanamke na kupika mwenyewe anaweza kupika. Sasa mboga si mnaiona ilivyo kidogo? Na hii ndio mboga ya mwisho. Tatizo kumbe ni mboga. Ndio. Basi tumgawie kidogo. Sasa hii mboga utaikataje? Mboga hii ndio wewe emlete hiyo kwa sufuria hiyo. Adabu kwako imeisha Hivi wewe. Adabu kwako imeisha subiri. Eti wewe. Usimimine hiyo mboga, subiri kwanza. Kwani umekuwa huna adabu hivi? Si mama, si unitupia boni. Nipe hiyo sufuria. Hivi wewe, hiyo adabu unaitoa wapi? Huko kanisani kwa ndio mnafundishwa hii adabu hii. Eti
gani? Mimi naona niwahi mafundisho. Mama, unaona mwana? Vyombo nimeosha mimi afu anaondoka kwamba nimepika mimi na nikaoshe mimi. Sasa mimi sinawahi mafundisho. Mafundisho kitu gani? Hivi wewe kufundishwa alifundishwa Yesu na bado aliendelea kuwasaidia wazazi wake kazi za nyumbani. Baba yake alikuwa seremala. Bado alikuwa anamsaidia kuchonga. Jamani, nimekuja na taarifa mbaya sana kuhusu Siajabu. Wewe usiniambie kama mdogo wangu Siajabu kapatwa na tatizo. Ili nahisi si tatizo, bali ni tatizo juu ya tatizo. Jamani, mimi ninachokiamini ni kwamba kila tatizo linakuwa na utatuzi wake. Hivyo basi, ushauri wangu mdogo ni kwamba huyu Siajabu mngempeleka hospitali ya mkoani. Hilo ndo wazo. Kwa sababu hospitali za mikoa zina kila kipimo. Kwa hiyo tutakapompeleka hospitali ya mkoa atapima na tujulikana ugonjwa ni upi, kibaya ni kipi. Mimi na wazo kidogo tofauti. Kwa sababu tulimpeleka pale zahanati, nijua labda ni malaria impanda kichwani, lakini malaria hakuna. Sasa tukisema tunampeleka tena hospitali ya mkoa, mimi naona ni mambo ni yale yale tu. Mimi naona ni uswahili. Uswahili? Uswahili swala. Huyu inabidi aende hospitali kubwa ili apimwe. Maana pale ana kila kipimo. Kwa hiyo akishapimwa ugonjwa wake utadhihirika ni upi. Kama ni hivi, naona ile jukumu ni waachie nyinyi wanafamilia. Mtakaa, mtajadili na mtakapopata jawabu sahihi, nadhani mtanipa taarifa. Mamangu pamoja na ndugu zangu hapo, mimi naomba niwaage, niwaache jamani. Hamna shida mwanangu. Umeanza tena? Siku 3 tulizokuwa tunaishi ndani kwa furaha umeziona nyingi sana eh? Na kuuliza wewe. Sikuzani. Mke wangu, hebu jifunze basi ustaarabu hata kidogo, jifunze ustaarabu. Umenikuta hapa mimi niko na mawazo yangu. Umenikuta nimekaa na mawazo yangu. Hebu niache nipumzike jamani. Si uniache, unajua kimenikuta nini? Unajua kimenichanganya kitu gani? Kwa hiyo mawazo yako ndio yamekufanya usinipokelee simu yangu. Nimekupigia simu mara ya kwanza, hukupokea. Nikakupigia tena mara ya pili, simu haipatikani. Kwa hiyo kaona unizimie simu kabisa? Hawa wanawake wengine jamani hawa. Kama ulinipigia simu, ukaona sijapokea, basi sikuisikia. Na kama ulipiga tena haipatikani, wewe mimi unajua mitandao jinsi inavyosumbua. Unachukulia rahisi tu mtandao. Kwa hiyo mtandao ulikuwa kwenye simu yako tu? Wengine zinapatikana. Ni wewe tu ndio una mtandao mgumu. Wewe mwanaume wewe. Unachokitafuta. Na unachokitafuta utakipata.
Kwa hiyo unamaanisha mimi nimekuzimia simu kwa makusudi? Umeizima. Mimi wewe nimeshakuzoea bwana kuongea umaliza. Sasa ongea ukichoka utakaa hapa hapo Umenizoea eh? Umenizoea sana eh? Hako unabika na faida yao. Ajabu lazima tumpeleke kwa mchungaji akaombewe. Hapa hakuna swala lingine tena. Wewe tatizo lako ni mpumbavu. Wanavyoona tatizo kumpeleka kwa nani kwa mchungaji? Wewe ndio unaona kabisa tatizo ni kubwa, mamdogo. Naomba usimsikilize wewe mjinga. Hii tatizo ni la kumpeleka kwa mganga. La sivyo tutampoteza Sia. Mimi sio mpumbavu. Wewe mpumbavu kwa sababu unaleta akili za kijinga. Sio kijinga. Mbona si nani akiombea atapona? Kwani wewe mchungaji kaombea watu wangapi? Wewe akili zako unazipelekaga mgangini naye? Ili tatizo ni kwa nani kwa mganga bwana. Wewe unang'ang'ania tu kwa mchungaji. Hebu nisikilizeni. Sasa nataka niwaambie hivi, nyinyi vichwa maji wawili. Niachieni mwanangu mwenyewe nitajua nimpeleke wapi akatilie. Umeona na tukiamua nani sasa? Sasa unaona mpaka mama anashindwa kuamua. Tatizo ujinga wako na mimi sio mjinga, wewe ndio mjinga. Sawa? Mimi na akili gani? Sasa tutaona kama ataenda kwa mganga. Mimi si dada yangu mimi. Tutaona kama ataenda kwa mganga. Wewe ndio ana shughuli zako, ila mimi nishakwambia. Anaenda kwa mganga. Nimeshindwa. Tafadhali mganga mwingine. Umeona? Nilichoambia mmekiona? Kwamba niliwaambia hili tatizo sora kwa mganga. Sikashindwa mwenyewe kaambia hapa. Mnakuwa wabishi. Sirudi. Naondoka na safari zangu. Na lolote amua. Nimeshakuwa njiwa kwa muda mrefu sana. Sasa hivi sio njiwa tena. Kama ni ndege basi ni kunguru. Unawezaje kujifananisha na mandege wa ajabu hayo? Wewe ni mwanamke mwenye hekima na busara kwangu. Hujawahi hata siku moja kunijaulia. Leo tatizo liko wapi? Mimi kama mumeo nimesema hivi, hii safari unataka kwenda mimi siitambui. Usisababishe mimi nikakuingia katika mwili wako, sawa? Uniingie mwilini? Hebu jaribu. Kama wewe mwanaume kweli jaribu. Unipige. Tizame vile. Lakini mke wangu sikuzani. Ngoja nipotezea muda wangu. Sikuzani. Iyongo yangu kaisolola, iyongo yangu kaivula. Badala ya furaha wakati kazi imeenda vizuri. Siwezi kufurahi mganga. Naumia kwa namna nilivyoondoka leo. Sikuwahi kumjeuria mume wangu. Hata yeye atashangaa kwa namna nilivyoondoka. Najua jinsi gani unavyompenda mmeo. Najua. Usiwe hivyo. Rudi katika hali yako ya kawaida. Alikuja hapa kaka yake si ajabu. Akaniambia nenda kumtibia dada yake nyumbani. Wewe kweli kiboko na kazi imefanya. Maana kila dawa niliyompa
ilikuwa kama namuongezea moto. Kweli nafsi yako ina nguvu na inafanya kazi. Watoe shaka wapendwa katika Bwana, ya kwamba tuwe na imani, huyu mpendwa wetu ataenda kupona. Roho Mtakatifu anamwambia kwamba kuna roho chafu, kuna pando baya, pando la kichawi, pando la nguvu za giza katika gari lake, lakini kwa Mungu hakuna linaloshindikana. Tunakwenda kuomba kwa imani uweze kumkuoa mpendwa wetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, akiuza kila kwa mamlaka aliyopewa kwenda kuoa kila aina uchawi, toka karibu kabisa, toka jina la Yesu, toka jina la Yesu, nyayo utosa toka kati ya nguvu ya roho, toka China kuona China Maimuna China Makata inakuharibu nguvu za giza. Toka! Asante Yehova, asante Masihi, asante Mfalme wa amani, kwa kulisema tukuombe wewe nasi tutaponywa. Naharibu kila kitu, iwe pando la majini na nitupa baharini. Tuombe na kushukuru kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Niwaambie tu wapendwa, tuishi kwenye imani. Tuishi kwenye imani, kwa sababu tuna kiza kinene sana mbele yetu. Naomba tuwe imara kwenye imani. Haleluya. Amina. Mbarikiwe sana wapendwa. Huyu ndugu yetu alikuwa karogwa tu, na kwa sababu nguvu ya Mungu iliyo juu ya mamlaka nilopewa mimi, na sauti yenye mamlaka inaenda kung'oa kila kitu ndani ya mwili wake. Naomba mwite jina lake. Sia. 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 Haleluya. Mama. Shangilie. Mama, kuna nini? Oh. Wewe ni Alfa na Omega, na kuabudu Bwana wastahili sifa. Marahaba, habari za utokapo? Nashukuru, niko salama kabisa. Mama, mimi nimeona nije kujua hali ya Siajabu inavyoendelea. Manake tangu tuachane nimeona kimya, kwa hiyo nimeona nije kumujulia hali kidogo. Tena mwanangu, utusamehe kwa sababu tulighafilika kabisa kukufahamisha jinsi Siwa anavyoendelea. Lakini tunamshukuru Mungu, anaendelea vizuri, hajambo kabisa. Kwa ni habari njema kabisa kuzisikia. Basi naweza nikamuona, manake nimeona hata ndugu zake sijawakuta hapa. Ndugu zake wameenda kutafuta riziki, lakini yeye Siwa yupo ndani. Siwa! Wewe Siajabu? Habari yako Siajabu? Safi, karibu. Asante sana. Alafu mwanzo nimetamani kutembea kule tulikokuwa siku ile kule. Nitembee, unitembeze, maana muda mrefu nilikuwa ndani. Wewe Siwa, uende ukatembee na mwanaume wa mtu. Hujui kama huyu ni mume wa mtu? Mama na wewe, hayo mambo ya kikoloni hayo. Mume wa mtu vipi? Mimi ananitembeza tu kule. We, ishi hapo hapo. Huo usasa wenu mnao utaka. Mbona hamtembei kichwa chini miguu juu? Ngoja nikabadilishe nguo. Yes, ni kweli.
acha mke wangu, acha. Yule mwanamke yule mnanginiua. Kabisa yule mwanamke anginiua mimi. Kuua? Nani huyo? Sisi ajabu. Mlikutana wapi mpaka atakuua? Mke wangu unajua kibinadamu mimi niliona nikamjulia hali. Maana matatizo hapo kijijini, jinsi yalomtokea mimi nimeona kibinadamu na wale ni watu wetu, nikasema nikamjulia hali. Sasa kilichonitokea mimi nafika pale badala ya kuonana na mimi, akanivamia, akanikaba kiasi ambacho yani isingekuwa mama yake mzazi. Mimi leo tayari mimi nishakuwa marehemu mke wangu. Kwa hiyo umenidanganya unaenda shambani, kumbe umeenda kwa mwanamke wako Yaani bora angekuua. Ningeambiwa njoo chukue maiti yako hapa ningekuja kukufuata. Kuliko umerudi mzima. Hivi wewe mwanaume gani? Usotulia na ndoa yako kazi kuhangaika na wanawake nje. Yaani badala ya kunionea huruma, nimefika hapo nimerudi salama na kuambia matatizo yalionikuta nataka kuuawa. Leo unaniambia maneno hayo? Wewe mke wangu unaniambia maneno hayo mimi? Bora ungekufa tu. Aha. Kwa hiyo kumbe haya maneno nasikia kijijini kwamba wewe ndio ule mloga, si ajabu kumbe ni ya kweli. Nini? Wewe utakuwa umemloga, si ajabu. Kwa hiyo mimi nimekuwa mwanga. Mimi sasa hivi nimekuwa mchawi na loga watu. Yaani katika siku umenikosea, leo umenikosea zaidi. Lakini mke wangu, hayo majibu tu yanaonesha kabisa kwamba wewe ni mchawi. Wewe ni mchawi na utakuwa chanzo cha kila cha haya matatizo. Sawa. Mie mchawi. Nitakatakata kijiji chote. Mke wangu kanilodia mwanamke wangu. Inyongo yangu kaisolola, inyongo yangu kaivulula, inyongo kasola vifuta vataka iwe kaka inyongo kasola kibiriti kawa cha inyongo Afadhali mmekuja, afadhali mmerudi. Una nini tena mama? Imekwaje? Amekuja yule mvulana yule nani Kilinde. Huyo Kilinde. Alikuwa anaongea naye hapa. Wameongea kidogo tayari dada yenu ugonjwa umelipuka. Sasa hapa mama, mimi naona tatizo lipo kwa Kilinde. Kwa sababu hata siku ile taarifa yeye ndo alileta hapa. Leo hii amekuja tena ugonjwa unamrudia tena. Haiwezekani. Hapa inabidi tutamfuta Kilinde. Nimekumbuka kitu. Kitu gani tena? Kuna vijana kama 2 watatu waliniambia kwamba dada yenu anatembea na mume wa mtu. Mume mwenyewe ndio huyo Kilinde. Mapya habari mpya hizo nazo. Sasa kwa maana hiyo inabidi tumtafute Kilinde ndo suluhisho haya mambo yote. Tumtafute dada kwanza. Sasa naona itabika gani? Dada sasa Kilinde si tutampata tu. Sasa nao umeanza dada si ndo anaua sasa. Nisikizeni. Tayari mmeshaanza malumbano. Atafutwe dada, atafutwe Kilinde. Nasema hivi, tukamtafuteni kwanza mwanangu. Habari ya uzima mpendwa. Nzuri tu mchungaji. Ndiyo mpendwa. Bora nimekuwa na. Hapo naponiona nimetoka kijiji cha pili. Tunamtafuta dada yetu. Hali yake imerudi kama mwanzo. Mimi, mama, binamu yangu wote tunamtafuta. Watakunambia siaje hali yake ya ugonjwa imerudi tena. Yaani kama mwanzo mchungaji. Ngoja nataka nikwambie mpendwa ya kwamba kuna roho za giza zinatembea ndani mwake. Kuna nguvu ya giza inatembea ndani yake. Lakini haina shida. Naomba muende kumtafuta. Lakini mkimpata naomba mnipigie simu. Mlete kanisani. Na timu kubwa sana ya maombi wa kwenda kumuombea. Na hakika kwa maombi hayo atarudi kuwa salama. Kabla hujaenda kumtafuta naomba nikutie nguvu nikuombee. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tizama kijana wako huyu. Wanahangaika kumtafuta ndugu yao. Naomba kawatie nguvu. Wapate nguvu ya kiroho, wamtafute ndugu yao na wapate nguvu ya kuja kanisani. Tunaomba hayo na kushukuru kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amina mchungaji. Kuwa na amani mpendwa. Sawa mchungaji. Amina. Chochote kitachotokea nitakufahamisha. Roho Mtakatifu awe nawe mpendwa. Amina mchungaji. Barikiwe sana. Inyongo
inyongo yangu kaisolola inyongo inyongo yangu kaivulala inyongo kasola vifuta vataka iwe kaka inyongo kasola kibiriti kaoja. Simama. Mama, hakuna kitu. Nimetafuta kijiji kizima cha jirani, lakini sikufanikiwa hata kusikia hata sauti yake. Kila mtu anayemuuliza ananiambia hajamuona Sia. Kila mtu anayemuuliza hajamuona Sia. Sasa jamani, tutampata wapi mwanangu jamani? Mama, mimi naona tuendelee kumtafuta. Tusikate tamaa. Sio muda wa kukata tamaa kabisa sasa hivi. Mimi naona tuendelee kumtafuta. Tutampata tu, mimi na imani. Sasa mwanangu, hata kama kumpata, unampata wapi? Ndugu yako katoka kijiji sija ngapi huko. Sisi wenyewe tumevuruga huko kote, hatujampata. Tunampata wapi? Mama, tuendelee tu kumtafuta, tutampata. Mimi na imani hiyo. Alafu mama, nimekumbuka kitu. Wakati naingia kijijini nikutana na mchungaji. Mchungaji akasema kwamba tutakapokuwa tumempata, tumpeleke kanisani akapate maombi. Na pia wakati namtafuta, kaniombea sana, yani kanipa moyo kwamba niendelee kumtafuta. Alafu na wewe mwanangu, sijui unakuwaje wakati mwingine. Dada yako bado hajapatikana. Ndio tuko kwenye kumtafuta, unasema kanisani. Afa huko kanisani utampeleka nani? Wakati dada yako ndio kwanza tunamtafuta, hatujampata. Afu mama, mimi nikisema wewe ni mpumbavu mjinga, unaniona mimi mgumu. Sasa unaona, sisi tunamtafuta Sia, wewe unaleta habari za kumtafuta kwenda kwa mchungaji. Hata mtu mwenyewe hajapatikana, afu unaenda kuleta eti mchungaji. Tuendelee kumtafuta Sia hapa. Usikudharau nini, wewe unaleta habari za Hebu achani kelele sasa. Huyu mchungaji huyu Sia, mimi sipendi hiyo tabia. Ndio. Ndio mimi. Ndio nakuja. Sawa. Unifuate. Karibu. Asanteni kwa kuja. Nilikuwa nawaona jinsi mnavyomtafuta, na ndio maana nikawapigia simu nikuwarahisisheni kazi. Mama, mwanao huyu hapa ametulia kabisa. Sasa mwanangu, ndio kwa sababu tayari mwanangu umemtuliza kama hivyo, naomba tu basi utusaidie ili apone kabisa. Mama, mwanao ndo amenisababisha tatizo. Kuna kiumbe au kiungo kinaitwa inyongo. Huyu alikifanyia dharau, jeuri na kejeli, ikasababisha inyongo ikapinda. Wewe malaya, hivi hujaona wanaume wote mpaka utembee na mume wangu? Hapo sikiza nikwambie. Hiyo kauli yako ya malaya naomba uitoe, mimi sio malaya, sawa Siwezi kuifuta. Nimeshatoka, wewe ni malaya. Tena sikia. Nimekuja kuonya tena kwa mara ya mwisho. Nishakuonya mara ya kwanza, umenidharau. Nimekuonya mara ya pili, umenipuuza. Leo mara ya mwisho. Achana na mume wangu. La sivyo, ukikaidi tena kwa mara nyingine, takachokuja kufanya, hutoamini. Hivi nikuulize. Ushawahi kujitafakari kwamba we mwanamke au mwanamke jina? Wewe malaya. Hivi hujaona wanaume wote mpaka utembee na mume wangu? Hapo sikiza nikwambie. Hiyo kauli yako ya malaya naomba uitoe, mimi sio malaya, sawa Siwezi kuifuta. Nimeshatoka, wewe ni malaya. Tena sikia. Nimekuja kuonya tena kwa mara ya mwisho. Nishakuonya mara ya kwanza, umenidharau. Nimekuonya mara ya pili, umenipuuza. Leo mara ya mwisho. Achana na mume wangu. La sivyo, ukikaidi tena kwa mara nyingine, takachokuja kufanya, hutoamini. Hivi nikuulize.
ushawahi kujitafakari kwamba we mwanamke au mwanamke jina? Hivi mwanamke kabisa uliyekamilika, mumeo anatokaje nje ya ndoa? Yaani umekaa tu huko. Wewe? Hey. Uwezi kumtunza mume bibi. Upo. Unapika midagaa, unapika mialage, unaichovya chovya tu. Afu unajiita mwanamke. Mwanamke mimi hapa. Katoka kwako kaja kwangu. Tena ndio nimemweka hapa. Tena hii mikola ambayo unanichimbia ndio unanizidishia moto kwa taarifa. Umuoni? Utamsikia. Unanichezea mie wewe. Wewe vipi? Yaani umekaa tu. Nimekula kwako. Hiki natukanwa nakashifiwa kwa ajili yako. Kwani amekupa nini yule mwanamke kikubwa mno mpaka uwezi kumwacha? Kama uwezi kumwacha basi nipe talaka yangu mimi ukamuoe huyo mwanamke unayempenda. Kwa hiyo unataka kuniambia mke wangu umemfuata tena si ajabu? Mimi sijamfuata. Nilikuwa napita na safari zangu nikakutana naye njiani. Nikashindwa kuvumilia nikabidi nimkanye kwa mara ya 3. Safari zako ulikuwa unatoka wapi unaenda wapi? Natoka shamba. Sasa naomba unisikilize kwa makini sana mke wangu. Haina haja wewe kufikia hatua unataka kudai talaka kwa sababu ya si ajabu. Nitasitisha mawasiliano na si ajabu. Nitasitisha kila kitu mimi na si ajabu. Kwa hiyo hata namba zake nitaziblock. Nitaziblock namba zake ili hata akipiga asinipate kabisa. Kweli mume wangu? Na kuahidi mke wangu. Sio nakaa bila amani kwa sababu ya jambo dogo kama hilo. Kwa hiyo chai umeandaa? Hapana, sijapika. Mfanya mpango basi mpike chai. Unajua tena shamba tunachoka. Unapata wapi ujasiri kwa kutoongea na mimi wiki 2? Mimi si ajabu. Au ndio umeniblock kwa sababu ya malaya wako? Mimi sio malaya. Kati ya mimi nawe nani malaya? Malaya wewe uliotoa palige zako nyumbani kwenu ukaja hapa kwa mume wangu. Kwa hiyo kuwa na adabu na heshima unapokuja katika mji wa mtu. Sawa? Nisikilize wewe. Yaani ungefanya busara sana ungenyamaza kimya. Tena sio kunyamaza. Ungenyanyuka na kuingia ndani. Alafu utuache wapenda nao. Ninyanyuke. Tena kila siku nakufuataga wewe. Kwa kuwa leo umenifuata mimi, acha nikuonyeshe show. Ngoja basi. Niacha. Ngoja. Niacha. Sikiliza basi, tulia basi. Tulia, tatizo liko wapi? Tulia nisikilize mimi mumeo, sawa? Hivi ni vita ambavyo tayari wewe mke wangu umeshavishinda, sawa? Huyu mwanamke ni mfano tu wa mwanamke. Kwa sababu kama angekuwa mwanamke kweli angetafuta na yeye mji wake, angetafuta mumeo, angekaa huko. Na sio kuja kwenye miji ya watu na kuanza kuleta vurugu. Mimi mfano mwanamke. Hivyo nikuulize. Wewe si ndio ulikuwa unanipa maneno matamu ili kuzalia mtoto? Hii tayari mimba nishaibeba. Haikuwa rahisi. Sasa sikiliza. Mimi nitaibeba hii mimba na nitaizaa. Alafu wewe baki na wewe utasa wako, muangalie kwanza. Mwanamke utakuwa wewe. Wewe mwanamke au utasa? Muone kwanza. Nyo toka hapa. Kani kuishi kwa dhiki. Wasami sikulifanya. Taishia kunisaliti. Makusudi kwa nisiyofanya. Yale maneno ya kikulacho kumbe ni ya kweli. Watakupenda siku ukiwa nacho, ukiwa huna wanakungonga. Hey.
Mwizeano. Bwigagwe, mwizeano. Bwigagwe, mwizeano. Karibu. Kaa usiogope. Bwigagwe, mwizeano. Bwigagwe, mwize. Shida yako naijua. Kuna binti anakusumbua. Na binti huyo ameongopa ana mimba. Na mimba hiyo ya mumeo sio kweli. Sina maneno mengi. Unataka tumfanyaje? Tumuue? Tumtie uchizi? Au tumpeperushe kabisa? Hapana mganga. Mimi nataka ateseke tu nimuone anapoteseka. Hapa kuna dawa natakiwa tuifanye. Na dawa hiyo ipo ndani ya mwili wako. Dawa ni inyongo. Na dawa hiyo inatakiwa tuifanye saa 9 usiku. Ndani ya siku 3 inatakiwa urudi uje kutoa asante yangu kwa mizimu yangu. Mimi ndo mganga Karesera. Unaweza ukaenda. Bwigagwe, mwizeano. Bwigagwe, mwizeano. Kwa hiyo mama, ili umsaidie mwanao, inatakiwa muende mkamwombe msamaha siku zani. Ili inyongo ya kwake kikunjuka, mwanao anapona. Na kingine, nitakupa dawa. Akishakubali msamaha, utamwagia kichwani. Tutamfuta kumbukumbu za ule mwanamume. Atasahau kabisa kama walikuwa wapenzi. Umenielewa? Umesema kama yule kule atakubali msamaha. Ndio. Hii dawa ni mmwagie kichwani. Ndio. Mnaweza mkaenda. Kama mlivyosikia kilichoongelewa kule kwa mganga, mambo aliyoyafanya dada yenu, amekosea sana. Yaani tulikuwa tunahangaika, mimi nikajua labda ni kitu ambacho yani cha maana. Kumbe ni upumbavu wake. Amekosea sana. Mwaka huu naungana na Boni. Kwa sababu jue mimi nilijua labda sawa kuna mtu mwenye chuki naye akaamua kumtupia ile jini. Kumbe umara wake ndio alisababisha tupiwe ile jini. Na mpaka tumehangaika, mimi mpaka naita wachungaji hapa, tunaenda kwa ganga, kumbe umara wake tu. Wanangu, awe kawakosea, awe kafanya nini, ataendelea kwa dada yenu tu. Hamna mtu anayechaguaga ndugu hapa duniani. Wangechagua ndugu, basi wewe hapa ungeenda labda Kikwete ndo akawe ndugu yako. Lakini kwa sababu huwezi kuchagua ndugu, ndio ndugu yako yule yule. Na Wahenge wanasema mtoto akinyea mguu huukati. Kwa maana hiyo, ninawaomba wanangu, mwende mkamwombe msamaha dada yenu. Sio mimi, labda Boni akaombe. Nani? Wewe kaombe. Sina muda huo. Yaani mimi nikamwombe msamaha kwa upumbavu wake. Sifanyi hiyo kazi. Mimi siwezi kutoa mguu wangu hapa eti naenda kumwombea msamaha dada. Hata siku moja. Yaani kwa ujinga uliofanya? Wewe ndio unajifanyaga unaenda kwenye mafundisho wewe. Si wewe ndio unajifanyaga unaenda kwenye mafundisho. Sasa mama mafundisho. Mafundisho wanasema samehe 7 mara 70. Unapojifanya siendi. Mafundisho gani unayofundishwa wewe? Yaani mimi mama, siwezi nikamwambia mguu wangu kwenda kumwombea msamaha kwa upumbavu wake. Kama anaweza aombe mimi. Wewe mama wewe nini?
kukuita kwangu kwanza, yani nimekupa heshima sana. Vinginevyo ningeweza kuja hata mimi mwenyewe. Na sababu ya kukuita hapa nadhani unaijua. Na ni heshima tu iliyosababisha nikuite hapa. Kwa sababu kwenye hili tatizo wewe ndio mhusika mkuu. Mamangu mimi kwamba naomba unisamehe kwa kuchelewa kujua ukweli. Ni kweli mimi nilikuwa nahisi kwamba mke wangu atakuwa anahusika katika hili jambo, lakini sikuwa na uhakika wa moja kwa moja. Ila baada ya haya yote kutokea, sasa ndio nimepata uthibitisho. Kwa hiyo nisamehe sana. Kukusamehe ni hatua nyingine, lakini cha msingi ninachokitaka kutoka kwako, ukaongea na mkeo. Ukaongea na mkeo ili aweze kumsamehe mwanangu. Kwa sababu yani kwenye tatizo hili msababishi namba 1 ni wewe. Lakini mama, mimi ninavyojua mke wangu kiukweli, sidhani kama anaweza akalikubali hili jambo. Na hata mimi nafikiria nitaanzia wapi jinsi ya kumuelewesha aweze kumsamehe si ajabu. Kwa sababu si ajabu amemkosea sana mke wangu. Amemtengenezea chuki kubwa kiasi ambacho mpaka amefanya hayo ambayo yote aliyofanya. Sicheki kwamba nimefurahi. Hivi Shabani, sijui wakina Joni hawana wake zao? Shabani ana mke, Joni ana mke. Mbona hajaenda kufanya hivyo vitu kwa Shabani? Amefanya hivyo kwa sababu ya wewe. Yaani wewe ndio sababu ya mwanangu kugombana na mkeo. Sasa unatakiwa uongee na mkeo, utajua mwenyewe uongee naye vipi. Tena usitake kujua upande wangu wa pili ukoje. Nimekuita hapa kistaarabu. Ninachokitaka ni suluhu na salama ya mwanangu. Mkeo awe pilipili, mkeo awe kitu gani, uende ukaongee na mkeo. Inyongo yangu kaisolola, inyongo yangu kaivulula, inyongo kasola vifuta vataka iwe kaka inyongo kasola kibiriti kawa cha inyongo inyongo Yaani wewe jamani, nilikuwa ni mtu mmoja mstaarabu sana. Kumbe unatusaidia matatizo ya dada yetu, afu ndo kini haya matatizo yote. Hivi wewe ukumaliza starehe sio? Kama ukumaliza starehe zako, kwa nini ulimwoa binti wa watu? Jibu, si unaulizwa wewe? Si unaulizwa wewe, jibu. Naomba nikwambie kitu. Zungumza na huyu mkeo. Amsamee mdogo wangu. La sivyo, wewe Kilinde wewe. La sivyo wewe nitakuhamisha kijiji hiki. Mimi nimewasikia vijana wenzangu. La hilo niwaondoe tu wasiwasi. Nishazungumza na mke wangu. Kwa hiyo tutalishughulikia hili swala. Nadhani atamsamehe tu dada yenu. Si ndio mke wangu? Atamsamehe. Kwa hiyo nini, nendeni tu nyumbani. Msio na wasiwasi. Hili jambo litaisha na litakaa sawa. Nisikilize. Mwambie amsamehe haraka haraka. Dada yangu akiendelea kuteseka, Kilinde nakwambia wewe Kilinde, utakacho kufanyia hichi kijiji utahama wewe. Na paka na kijiji wataniona mimi mtu mbaya. Kitu kimoja. Tunachotaka dada yetu apone. Sia apone.
Niko hapa kwa ajili ya kumwombea msamaha mwenzangu. Hebu vaa viatu vyangu mwanangu, uone ni kiasi gani vitakubana. Sia anaumwa. Tena anaumwa kweli. Na hamna mtu yoyote wa kumponyesha Sia kama sio wewe. Au nipige magoti kwa niaba ya mwanangu? Hapana mama, hapana. Msamehe mwenzio mwanangu, kwa sababu kila kitu mganga alishatuambia kwamba bila wewe Sia hawezi kupona. Sawa mamangu, nimekuelewa. Kwa kuwa mmeshajua ukweli na mmejua matatizo yalionisababishia Sia, sina budi kumsamehe. Na nafanya hivi kwa sababu msamaha wangu ndio tiba yake. Kutoka moyoni mwangu nimemsamehe Sia. Sina tena kinyongo naye. Najua maumivu unayoyapata. Najua hatua ulizozipitia. Lakini asante kwa kumsamehe mwanangu. Mwenyezi Mungu akujalie moyo huo mwanangu. Leo duniani mpaka kesho ahera. Amen. Msilie mamangu. Ni wanawake wachache sana ambao anaweza kumsaidia mwanamke mwenzie. Japokuwa alinisababishia maumivu. Asante mwanangu. Mwenyezi Mungu atakuongezea leo duniani mpaka kesho ahera. Amen. Inyongo yangu kaisolola inyongoe, inyongo yangu kaivulala inyongoe, kasola vifuta vataka iwe kaka inyongoe, kasola kibiriti kaosha cha inyongoe, inyongoe. Naona kwa chai. Ndio, nakaribia kuchemka. Kwa mchai chai. Nisingeweka hapo ungeanza. Ungeongea? Chai nzuri iwe na kiungo. Sio unapika chai maji. Inachemka basi moja. Mama. Sasa mbona hivyo? Asa mzazi kumwangalia mwanae kwani kuna tatizo gani jamani? Hai. Kutokana na yale matatizo yale, kuna kitu nataka nikufanyie. Ili yale matatizo sikurudie tena. Mama mpaka chai napika hapa. Kupika chai sio tatizo mwanangu, ila ni hatua. Haya. Sasa ili yale matatizo yasirudi tena, kuna kitu nataka nikufanyie. Sawa. Njoo hapa. Unaniangalia? Mtoto anaua, mzazi haui. Mama. Mpaka na madawa mpaka mwili nasisimka jamani. Pole mwanangu. Homa imekusisimka sana. Ndio. Hivi mwanangu, unamkumbuka Kilinde? Kilinde ndo nani? Wewe unamkumbuka Kilinde? Mama na wewe. Yaani baada ya kuniulizia kaka zangu tena unaniulizia Kilinde. Mimi simjui Kilinde wako. Kilinde wewe umfahamu kwa sababu Kilinde ndio aliyekuwa kusababisha matatizo yote. Unakumbuka siku mimi naosha vyombo pale nje. Mlikuwa mnaongea mambo yenu na Kilinde mpaka nikakugombeza. Simjui mimi Kilinde wako. Namjua mwenyewe. Kia Mungu. Sasa mwanangu, wewe unamjua Kilinde au humjui? Mwanaume yoyote hapa kijijini mwenye mke wake sitaki ukaribu nao. Mama, sasa mbona mapya?
Mimi na waumiza watu wapi na wapi? Hivi unamjua Bata? Bata na wanaye. Bata anatangulia, wanaye wako nyuma. Lakini anawalinda vizuri. Kadhalika mimi kwako. Lazima nikulinde. Mama, utaongea mpaka kesho hapa. Simjue kilinde wako wala sina haja na waumiza watu. Mimi naumiza watu wapi na wapi? Ndio wewe na wake sawa, si na wake sawa, mimi sijui. Mimi naondoka, sio mwanzo kunipaka dawa. Na chai hiyo utatuwekea. Wewe uende huko, uje uweke chai. Hata usiseme kama mama anaweka chai. Hivi kweli unaota? Wewe mtoto dawa anaziweza Asante Mungu. Inyongo yangu kaisolola, inyongo yangu kaivulula, inyongo kasola vifuta vataka iwe kaka inyongo kasola kibiriti kawa cha inyongo